Today I want us to talk about bullying. And before we proceed, I would like to acknowledge and recognize wote ambao wananifuatilia na hasa wale wanani inbox. Kuna wengi wao ambao wameshare their histories, and especially I've realized the topic about being sexually assaulted or defiled or abused is too common. And please, I would like to urge the parents. Wenye watoto wenu walikuja kwenu wakawaambia wamefanyiwa kitendo kama hicho, mukaignore. You never listen to your children. Please, as a parent, find time to talk to that child. Tafuta muda wa kuongea na huyo mtoto, hata kama saizi yako mtu mkubwa. Hata kama saizi yako in the youth stage. You never know what that child is going through. The only person the child can run to ni wewe mzazi. Anakuja kwako, anakuambia nilifanyiwa hivi na hivi na hivi. Unafunika moto na blanketi. You are not solving the problem. What are you doing? You are killing the child silently. Hayo mafikira, hayo mawazo, that trauma, it will never leave the child until uongee na huyo mtoto. So it's my request to you parents. Kama unajua kuna siku mtoto alikuja kwako akakwambia ako na shida fulani, tafuta huyo mtoto mahali yako, hata kama saizi yako mtu mkubwa. Apologize to that child. Talk to that child, him or her. Listen to that child. Listen to the story of that child, what the child underwent. Show your love to your children. And today, as I said, we are going to look about bullying. Bullying is when people use words or actions to hurt an individual. This can be either physically, socially, or psychologically. It can occur through online or face-to-face. Kuna bullying zinafanyika through online kwa mitandao, na kuna zingine mtu anafanyiwa face-to-face. And the bullying is usually done in order to make someone feel less powerful or inferior. Unakuwa humiliated. It can occur in many areas such as working place, schools, or even at home. Kuna watoto wanapitia bullying, especially wenye wanalewa na step parents. Wanakuwa bullied by the other children, the siblings, step siblings, ama pia wazazi wenye ni step parents. But let's look at it in the environment of school. Teachers, today I'm talking about you. I'm talking with you wherever you are. Naongea na wewe mwalimu, mwenye mtoto anapitia bullying in your hands. Kuna walimu wengine wanatumia the background ya mtoto kuhumiliate ama kubully huyo mtoto. Wengine hata wanafika mahali ama kiwango cha kupenda watoto kutoka familia tajiri, na wanachukia watoto kutoka familia zenye ziko na umaskini, wenye hawajiwezi. Labda huyo mtoto anatembea kwa miguu, amevalia uniform imeraruka, hana vitabu. Badala ya kumsupport psychologically, unamtusi ukitumia background ya huyo mtoto, familia yenye anatoka. Can you think if it were your children, ama ingekuwa ni wewe, how could you feel? Why are you traumatizing an innocent child? Hakuchagua kuzaliwa kwa familia ya umaskini, na wala Mungu hana makosa kumweka hapo. Remember, we are all equal before the eyes of God.
So hata kama mtoto ametoka kwa familia yenye iko na umaskini, ama mtoto hakuna kitu anaelewa kwa shule, take time be with that child. Maybe huyo mtoto hata pia anapitia magumu kwa familia na anapenda masomo, ana struggle kuja shuleni kusoma. Akifika shuleni ana expect at least the teacher to love him or her, but atafika shuleni anapata it is more worse. Bullying can give birth to discrimination if you are not aware. Unapata walimu wanaambia mtoto ni mjinga kama baba yao ama mama yao, ama anaambiwa wewe utakuwa malaya tu kama mama yako. The mother being a prostitute cannot make the child to become a prostitute. We are all different. Mungu anatupatia neema tofauti tofauti. So walimu, naongea na nyinyi leo. As you bully that child, just think about it. If it were your own children undergoing this, how could you feel, you as a teacher? Let's support these children and stop bullying them, stop humiliating them. They need someone to love them, to support them, to care for them. Na ndio maana wanakubali shule kwa sababu they feel in school they are more safe. So if we make the environment in school tough for them, where do we want them to go? You are creating a kind of guilt, shame, isolation, mtoto kujichukia because you are bullying that child. So let's work on it and let's try to help and to support these children.